kwamba ule moto ulikuwa unafaa kuchochewa usizime. Sijui jinsi ambavyo mmekaa hivi na mnanisikiza hivi. Je, moto wako umezima? Uliza huyo ambaye mmekaa na yeye, je, moto wako umezima? Yeremia 23 mstari wa 29 ninapomalizia. Yeremia 23 mstari ni wa 29 unasema hivi: je, neno langu si moto, asema Bwana, na kama nyundo ivunjayo mwamba vipande vipande. Neno la Mungu ni moto, ni moto, ni moto. Ndio kwa sababu nawaambia kwamba uliza yule ambaye uko karibu na, je, moto wako umezima? Yaani jiulize, moto wako umezima? Kama moto wako umezima, basi kuna vitu katika maisha yako hauwezi kugundua. Kuni, katikati ya kuni kulikuwako na nyoka, lakini ile nyoka ilitoka kwa sababu ilisikia moto. Ilisikia moto. Na kwa sababu ya baridi kali, nyimbo zimekuwa baridi, mafundisho yamekuwa baridi, upendo umekuwa baridi, ukarimu umekuwa baridi, kila kitu kimekuwa baridi. Hata kuabudu kwetu kumekuwa baridi. Ningeweza kuongea mambo matatu ili niweza kumaliza. Kwa nini nyoka ilimuuma mkono? Saizi najua uchaguzi unaendelea katika makanisa. Wengine watachaguliwa, watatuma barua ya kusema mimi sitaki kazi. Yaani shetani amewafanya hawataki kufanya kazi ya Mungu. Alikuwa anataka kumzuia asifanye kazi. Jambo la pili, alikuwa anataka kumzuia asiabudu, to stop him from worshiping. Unajua tunatumia mikono kubeba Biblia, tunatumia mikono hii hata tunaibeba juu wakati tunaomba. Tuende katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 2. Timotheo wa kwanza 2 mstari ni wa 8. Timotheo wa kwanza 2 mstari ni wa 8. Inasema hivi: kwa hiyo nataka kila mahali wanaume wasali wakiinua mikono inayotakaswa pasipo hasira wala mabishano. Kwa hivyo kule kuuma mkono wake alikuwa anataka kumzuia ili asiabudu. Mwisho kabisa, mbona ile nyoka ilimuuma mkono? To stop him from writing. Yaani nyoka ile ilikuwa inataka kumzuia asiandike. Paulo ndiye aliandika vitabu vingi katika Biblia. Hapa hivi jinsi ambavyo tumekaa, kuna watu wamekuja hawana Biblia, hawana kitabu na hawana kalamu mahali ambapo wanaandika. Kwa nini? Wamezuiwa wasiandike. Hata kama tuko na kompyuta kwa kichwa yetu, hauwezi kumbuka mafungu yote. Wamezuiwa ili wasiandike. Asubuhi ya leo, je, moto wako umezimika au moto wako unaendelea kuwaka? Wakati unaenda kuzimika, ongeza kuni ya moto wa Injili. Na kabla hatujaomba, kesho kuanzia jioni tunaanza juma la maombi. Natarajia kuona hawa watu wote, watoto wamefunga shule, waambie wakuje katika maombi. Tumeingia holiday, hata wazazi wako na stress. Watoto hawa watakaa miezi 2 nje namna gani? Ukipita hii town yetu kidogo, ukiona jinsi ambavyo watoto wetu wanatembea kwa hii town, yaani oko igumo utunko basoko, yaani unasikia kama kichwa inaruka. Mbona usikuje katika maombi wiki hii ambayo inafuata, ili tuweze kuombea watoto, uweze kuombea mume wako, uombee mke wako, uombee jamii yako, wagonjwa na kila kitu ambacho kinatusumbua. Ningependa kuambia hivi kabla sijaomba.
Nakumbuka miaka 2 nilikuwa hapa week of prayer, tulikuwa tunakutana asubuhi kule kanisani, na natumai mnaendelea kukutana. Kuanzia saa 12 nitakuwa kule kanisani asubuhi na mapema, ili tuweze kuomba pamoja na watu, ili muende kanisani. Shida ambazo tuko nazo, lazima moto uwashwe. Na kuna kitu chenye Paulo alifanya, alirusha ile nyoka ndani ya moto. Ukirusha nyoka ndani ya maji, ukirusha nyoka katika sakafu, haitakufa. Rusha katika moto wa Injili. Ndio kwa sababu tunasema kwamba kuanzia saa 12, nakumbuka miaka 2 nilikuwa hapa hivi, tulikuwa tunakutana saa 12 asubuhi mpaka saa 1 watu waende kanisani, na jioni mnajua wakati tunakutana kuanzia saa 10, saa 11 hapo mpaka saa 12. Usikose. Asubuhi ya leo ningependa kuuliza, je, kuna nyoka katika maishani mwako? Hii ni dhambi? Ni kwa sababu hakuna moto? Kuna kitu ambacho kinakusumbua? Mungu anakupatia nafasi wiki hii, tukutana asubuhi na jioni ili tuweze kuomba kile kitu ambacho kinasumbua. Kama watoto wetu wanaamka shuleni saa 10 ya usiku, wanaenda preps, saa 12 itatushinda kuja. Mimi nawakaribisha kwa njia ya kipekee, na ningependa tuweze kusimama. Labda kabla hujasimama, jiulize, kuna kitu ambacho kinakusumbua ungependa ukirushe katika moto? Kuna kitu? Wacha nione kwa mikono. Kuna mtu anasema kuna kitu ambacho kinanisumbua na ningependa nikitupe katika moto. Wangapi? Kitu kinakusumbua? Tusimame. Inachoma Injili yo, inachoma Injili ya Yesu, ndio maana tunasema iende mbele, ndio maana tunasema iende mbele. Ningependa tuweze kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakuja kwa asubuhi ya leo kwa miguu yako. Kwa kweli kuna vitu ambavyo viko katika maisha yetu ambavyo havitisiki kwa sababu hakuna moto. Kulikuwako na moto, lakini umezimika na hatujui jinsi ya kuuchochea ili uweze kuwaka. Unatupatia nafasi wiki hii ambayo inayofuata ili tuweze kukutafuta uso wako asubuhi na jioni. Kuna vitu ambavyo viko katika maisha yetu, vitatudhuru, vitatuangamiza, lakini kwa sababu ya neema ya Yesu Kristo hata Paulo hakukufa. Nasi tuko hai siku ya leo ili tuweze kukurudia ufanye kazi miongoni mwetu. Sanduku hili liko na matatizo ya watu, machozi ya watu, misongo ya watu, tunaileta katika miguu ya Yesu Kristo. Wengine ni wagonjwa, hawalali, maumivu usiku, tunawaleta katika maisha yako, wasamee na kuwaponya kutokana na magonjwa yote. Wengine katika ndoa zao hazina amani, tunazileta katika miguu yako. Kuwa nguzo, be the center and the pillar of our homes. Guza mzee, guza mama, guza watoto, ili tuweze kuwa na mbingu ndogo katika familia zetu. Wengine wanatafuta wachumba, hawana, wafungulie njia. Wengine wanatafuta kazi, wengine Mungu Baba wanatafuta promotion, wengine wako na madeni, hawalali, wanajificha, wanakimbia. Chochote ambacho kiko katika kisanduku hiki. Wengine wako katika ndoa na hawana watoto, wengine wako katika ndoa wanatafuta mtoto mvulana, msichana. Chochote ambacho wanaombea asubuhi ya leo, tunakusii, tunakulilia, usitupite. Tusaidie tuweze kutafuta nafasi wiki hii ambayo inayokuja, ili tuweze kujumuika asubuhi na jioni, tuwashe moto wa Injili, na tunapoona nyoka zinakuja zile za kiroho, tuzirushe katika moto wa Injili, tuweze kuwa na amani
katika maisha yetu. Asanti kwa sababu umetusikia. Yale ambayo hatuyataja yako katika kisanduku hiki, tunajua kwamba unasoma roho zetu kama kitabu. Utatutimizia, utatushindia. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Barikiwe. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Kama unanisikia, please wave back to me. Happy Sabbath. Amen, amen. Wale chini ya mti, happy Sabbath. Thank you so much. The Lord is good and all the time. Nina furaha mingi sana asubuhi ya leo because of what the Lord has done for us. The Lord has allowed us to gather once again on this holy Sabbath that He may speak to us. We may hear what the Lord has prepared for us. My name is Smith Okech. Smith Okech. Currently, I worship at Maranatha SDA Church in Homa Bay, but my membership is in Ongata Rongai Central, a church called Rongai Central. So how the Lord has made it possible for us to be here today is up to Him. I want to draw our attention to just a few verses in the Word of God. Mtaniruhusu niongee Kizungu, tafadhali. I want to draw our attention to just a few verses in the Word of God that turn our minds back to stewardship. When I was growing up, and I would hear the message of stewardship, many of us switch off because mnajua mtumishi wa Bwana anataka kuongea maneno ya pesa. But as I was preparing this message, I realized that central to our worship is our giving. Central to our worship is our giving. I want us to pray. And we will read a few verses even as we prepare for what the Lord will feed us with in the afternoon. Now, Omba, let us bow our heads. Let us remain silent. For those who are walking, let us remain standing for the honor and glory of God. Let us pray. Our gracious Lord, our Master and friend who dwells in heaven. Our God, you have called us here to worship you because you have created us and you have redeemed us by the price of your blood. Jehovah Lord, you have put us in this earth as stewards because ultimately you are our giver and our provider. And dear Lord, this holy Sabbath you have prepared lessons for us that will take our hearts back to you as our giver and as our provider. Jehovah Lord, even as we turn to the scriptures of your word, we pray that may you sanctify us through thy word, Jehovah Lord. We pray that may you forgive us our sins. And we pray that may we turn our eyes unto you, that you may save us and save us to the uttermost. Jehovah Lord, we praise your holy name because your word reminds us that it is not in vain that you gather the house of Israel. And so, Jehovah Lord, you have gathered us here with a purpose. We pray that may this purpose be fulfilled in our hearts, because we ask all these things in Jesus' name. Amen. Our lesson over the week of stewardship has been about the stone of Ebenezer. When you turn to the book of 2 Samuel, which we will not read, Samuel stands and says that this far the Lord has brought us, Ebenezer. But do you understand what led Samuel to say such words? Do you understand the experience that the Lord had taken the children of Israel through for them to stand and say, this far the Lord has brought us, Ebenezer? Today I want to do just a small overview of what we will learn in the afternoon. Turn with me to the book of Mark, chapter 12, verses 41. Mark, chapter 12, verses 41. And our message is, God is not just interested with what we give.
God is more interested with how we give. Did somebody hear me? God is not only interested with what we give, God is more interested with how we give. Just put your finger there, even as I build my case, for you to understand what I'm trying to say. In the book of Leviticus, chapter 27, yes, verses 30, Leviticus 27, verses 30, the Bible confirms, the word of God confirms that God has given us a lot of things and that we should tithe, we should return that which belongs to God. And the Bible says that the tithe is holy unto God. Did somebody hear me? The Bible says that the tithe is holy unto God. And so God has given us holy things. Now the question is, how do we deal with holy things? And that will be the center of our message in the afternoon. How do we deal with holy things? Let us read the book of Mark chapter 12 and verses 41. Reading from my version, the Bible says, "And Jesus sat over against the treasury, and beheld how the people cast money into the treasury. And many that were rich cast in much. And there came a certain poor widow, and she threw in 2 mites, which make a farthing. And he called unto him his disciples, and said unto them, Verily I say unto you, that this poor widow has cast more in than all they which have cast into the treasury. For all did cast in of their abundance, but she of what she did cast in all that she had, even all her living." Now, unaposoma Biblia jinsi nimesoma, you might lose key things that the Bible wants you to understand. And so allow me to read it slowly so that we understand that God is not only interested in what we give. You know, many people will come and say that nimetolea Mungu 10% yangu and I'm waiting for the blessings of the Lord. God is not only interested in that tithe that you claim to have given, God is more interested in how you give what you give. And so, verse 41, the Bible says, "And Jesus sat over the treasury and beheld how." Amen? Happy Sabbath. Jesus beheld how the people were giving. And as he beheld how the people were giving, he looked at what they were giving. So Christ sat and he looked at how Kisii Central is giving. He looked at the how. How do people conduct themselves with the holy things of God? He looked at how do people handle the holy things that God has given to them. And once he had looked at the how, now God looked at the what. I have blessed you with this much. What have you brought to me? I have blessed you with so much time. How much time have you returned to me? And so God looked at the what. And what determined the blessings of this widow was the how she gave. Amen. Was the how she gave. And so I have come this Sabbath day to remind you and to learn from the Bible what it means to give to the Lord. How should we give to the Lord? And we shall look at the story of the children of Israel, beginning from the book of 1 Samuel chapter 1 up to 1 Samuel chapter 7. We shall also look at the children of Israel in the book of Judges chapter 6 when they surrounded the wall of Jericho. My brothers and sisters, I pray that we shall come in the afternoon in our numbers so that we understand that God is not just interested in what we give. God is really interested in how we give. May the name of the Lord be praised. Amen. Nitaomba, let us all rise so that we pray that the Lord will impact this small message into our hearts and that we shall be convicted to come in the afternoon. Please do not remain at home. Usibaki nyumbani and miss the blessings that God has purposed for you to get this Sabbath. Let us pray. Our kind and loving God in heaven, we thank you for the reminder
that you're not only interested in what we give, but you are interested more in how we give. Jehovah Lord, many at times we have dealt carelessly with the holy things that you've placed in our hands. Many at times we have done things that the Bible says that there is a way that seemeth right to the man, but the end of it thereof is death. Many times, dear Lord, we have done things that seem right to us, but we do not know that we have just dug our death pit even more. And so, Jehovah Lord, I pray that may you convict our hearts with the messages that you've prepared for us this afternoon. That at the end of it, your children will be convinced and convicted in the right way that we should worship you, our Creator and our Redeemer. Jehovah Lord, we want to thank you specially for this Holy Sabbath. We thank you for the blessings that you've prepared for your children. And we claim these promises that you've written in your word, and even that you've written in the spirit of prophecy, that you've told us that there are certain blessings that will not allow the Sabbath to end before you bless your children with. And so, Jehovah Lord, we are standing in our numbers, both big and young, mothers and fathers, children in this congregation. We are coming to you because our cups are running dry. Our mouths are thirsty of your word, Jehovah Lord. We pray that may you fill our cups. May you impact your heart, your words in our hearts, that we may live according to the words that you have given us. Jehovah Lord, we praise your holy name this Holy Sabbath for the marvelous things you are about to do in our lives. Jehovah Lord, we pray that may you prepare our hearts, and may you also prepare our mouths for the testimonies that you will place therein. Jehovah Lord, we bless your holy name and we praise you. And we ask that may you continue to be with us throughout the Sabbath, because we ask all these things in Jesus' name. Amen. Praise God. Praise God, church. Amen. Sisikii sauti. Praise God. Amen. Asante. Tunaingia katika kipindi kifupi cha nyimbo cha uimbaji. Kipindi kifupi cha uimbaji. Tunaomba tufungue namba 33. Tunapoimba namba 33, the following choirs, tuko na muda mfupi sana, muweze kujipanga hapo. Amo, tafadhali, mkifuatiwa na Women Ministries, alafu na Milimani, then Church Choir. Kwa orodha hiyo, namba Amo, Women Ministries, Milimani, then Church Choir. Karibu sana unifute, karibu sana daima niwe. Bwana napenda unishike, unilinde nisitengwe nawe. Unilinde nisitengwe nawe. Karibu sana, sina kitu, sina sadaka kwa Bwana. Mkuje tu, just come. Isipokuwa moyo wangu utakase katika damu, utakase katika damu. Karibu sana wewe
cha dhambi, anasa zote na kiburi. Nipe Yesu niliyemsulubi, nipe Yesu niliyemsulubi. Karibu sana hata mwisho, hata mbinguni nisimamapo, daima dawa uniwepo, nitakapoona uso wako, nitakapoona uso wako. Number 2, panga laini pale. ambayo ni women ministry. Wamama tafadhali, hizo kwaya zingine za nyuma mtasubiri kwa sababu muda umeisha, tutawaita baadaye. Tumsifu Mungu, mwana wa upendo, aliyetufia na kupaa juu. Haleluya, usifiwe. Haleluya, amin. Haleluya, usifiwe. Utubariki. Tumsifu Mungu, Roho Mtakatifu akatufunulia
Happy Sabbath. Happy day. Ni wakati wa matangazo. Naomba tufanye ombi kabla ya kuendelea. Tuombe. Baba yetu katika jina la Yesu, tunashukuru kwa wema wako, mapenzi yako na sabato ambayo tumekutana pamoja kwa ibada. Tunapoingia katika kipindi cha matangazo, tunaomba uwepo wako hadi mwisho. Tumeomba katika jina la Yesu ambaye ni Mwokozi wetu. Asanteni sana. Ninawasalimia katika jina la Yesu. Hamjambo? Hamjambo tena? Pokeeni salamu za pastors wetu, Pastor George, Pastor Absalom, Pastor Duncan Motanya, Pastor Ruth Mencheri and Pastor Boya. On their behalf, Pastor yuko hapa lakini ameenda nyuma. So pokeeni salamu. Kama angekuwa hapa ningemwambia samame wasalimie. Salamu ni wacha nione wangapi wanazipokea. Huko wapendi salamu. Asante. Tunapoingia katika matangazo, tangazo la kwanza ni kwamba hebu nione ni wangapi wameketi kwenye kiti. Kama umeketi kwenye kiti ya plastic, inua mkono juu. Kama umekalia kiti cha plastic cha blue, inua mkono juu. Huko juu umekalia nyasi ama viti? Okay, sawa. Iwapo kama umekalia kiti, tukimaliza divine service, sasa ile pastor ameomba ombi la mwisho. Kama umekalia kiti, usimame utoke hicho kiti, uweke either ndani ya kanisa ama karibu na kanisa kule mlangoni wa kanisa. Nirudie hilo. Kama umekalia kiti, tunapoomba after divine service, ubebe hicho kiti ambacho ulikuwa umekalia, uweke ndani ya kanisa hapo kwa mlango wa kanisa. Thank you. Tangazo la pili ni kwamba wiki ijayo kuanzia kesho itakuwa ni wiki ya maombi. Sote tumeombwa kuhudhuria maombi haya kuanzia saa 10 hadi saa 12 jioni. Na pia kutakuwa na special session from 6 in the morning to 7. Pastor wa maombi atakuwa na special prayer session asubuhi sana kuanzia saa 12 hadi saa 1 humu kanisani. Kwa hivyo tunaomba tuweze kuhudhuria maombi hayo vile ambavyo yameitishwa. Idara ya afya kanisani mwetu wamepanga medical camp humu kanisani, na hii itakuwa ni tarehe 24 ya mwezi huu wa 11 on Sunday 24th of November. Kwa hivyo tumeombwa wote kujiandaa kwa shughuli hiyo, na unaombwa kupitisha tangazo hili kwa wote, kwa society ama mahali popote ambapo tunakaa, mahali tunatembea, mahali tunafanya kazi, kwa wote ambao wangekuwa na hitaji la kuona kwa ajili ya matibabu ili waweze kujiandaa kwa siku hiyo. Na sisi wote tumeombwa kwamba tuweze kusupport ministry hiyo ya medical camp kupitia kwa fedha na maombi. Kama ungependa kuisupport kwa pesa, unaweza kutuma mchango wako kwa paybill ya kanisa ambayo tunaijua vizuri sana, lakini wacha tu niirudie, ni 697978. Account uandike medical camp. Home church zifuatazo mnaombwa kukutana baada ya ibada. Kianya Binge Home Church, mnajua mahali penu pa kukutana, nimeambia ni upande huu. Mwembe Home Church, mnajua mahali mnakutana. Industrial Area Home Church, mtakutana huko juu kwa umbrella tree. Na home churches kesho tunaombwa kwamba wote ambao tunajua sisi wote ni members wa home church, iwapo hujahudhuria maombi ya home church kwa siku nyingi ambazo zimepita ama hujawahi, naomba kesho uweze kuhudhuria. Na kesho tuko na special function that we need to undertake. Home church zote mnaomba kwamba muweze kufanya uchaguzi wa officials wa mwaka 2025 2025 officials. So home church, all the home churches, you've been requested to do nominations for the 2025
home church officials, na mtakapomaliza zoezi hilo, ripoti yote itumwe kwa pastor by Monday. All the reports that will have been undertaken from the nominations tomorrow, hand over the reports to pastor's office by Monday. Kuna tangazo la interviews za shule zetu, watoto ambao wanajiunga na shule zingine, na iwapo ungependa mtoto wako kuenda shule ya elimu, niko na matangazo ya shule mbili. Hapa ni Elimu Academy na St. Vincent de Paul ambayo iko Mosocho. Elimu Academy interviews zitakuwa tarehe 20 na kuanzia tarehe 11 mwezi huu hadi tarehe 29 kule shuleni. Na hii inaitwa St. Vincent de Paul Mosocho. Interviews ni tarehe 5 hadi tarehe 9 mwezi huu wa 11. Kama ungependa mtoto wako kujiunga na shule hilo, more details you get from the pastor's office. Kuna more details hapo. Tangazo lingine ni kwamba wale ambao walitoa pledges za kukamilisha ama kujenga gate yetu ya kanisa, the lower gate, mnaomba kwamba uweze kutembea pale treasury ili uone status ya pledge yako, ama kama umebeba hiyo pesa ya kutoa uweze kupeana pale treasury, ama unaweza tuma kwa paybill ya kanisa 697978, account ni Church Gate. Elders Council, District Elders Council will be meeting on 10th of November, that will be next Sunday, at Mailimbili Church from 9 a.m. Pathfinder 2024 Campuri will take place on 15th to 21st of December at Homa Bay County. So registration is 1,200 shillings. This will be, you can send to the church pay bill number, or you can get in touch with the director, Pathfinder director, ambaye ni Dixon Ragira. Next Sabbath on 9th, tutakuwa na children dedication. Wale ambao wana watoto ambao wangependa kuombewa, please get in touch with the church clerk by 6th of November, that is Wednesday, wiki hii na ukuja, ili uweze kupeana majina ya mtoto. Na kama utaweza kumuona physically, you can get in touch to them via this phone number, church clerk's phone number 0727 49 89 24, 0727 49 89 24. Yafuatayo ni matangazo ya districts. South Kenya Conference Youth Ministries will have their Congress on 23rd to 28th of December. Wale ambao mnahitajika pale ni ambassadors, young adults, Adventist youth, professionals, and the senior youths. Registration is 2,000 shillings, which is payable to paybill 700-201. More details you can get from the director of youth from the church. So deadline for registration itakuwa ni tarehe 18 mwezi wa 12, 18th of December. East Central Africa Division Teachers Convention, which will take place in Arusha, Tanzania. Tumekumbusha tu kwamba kwa maana tangazo hili limeweza kuwekwa mbele yetu kama sabato 2-3 hivi zimepita. Itakuwa ni tarehe 10 hadi 15 mwezi wa 12, na registration ni 13,000 shillings plus other details you can get once you get to register. Those who are invited to participate ni all teachers in public and private schools, secondary schools and the primary schools, colleges, universities, conference officers, and local church education directors. So these are the people who are invited to participate, including principals, board of government of the schools,
board of governors for the schools, and the church chaplains. So kwa hivyo itakuwa ni tarehe 10 hadi 15 mwezi wa 12 pale Arusha, Tanzania. That is Teachers Convention. Kesho kutakuwa na mkutano wa principals and their deputies, that is principals who run the SDA sponsored schools and SDA maintained schools. You have a meeting in the conference, that is, it will be in Nyanchua Adventist College Hall, that is tomorrow. SDA sponsored and maintained school heads and their deputies and their chaplains and the ACA members. You have a meeting tomorrow at Nyanchua College from 9 a.m. Nyanchua Adventist Primary School, popularly known as NAPS, will have a fundraising for the school on 10th of November 2024. So all churches have been requested to donate some offering for that fundraising. So first elders will represent the church together with the education secretaries on that day, and they will carry the contributions from the churches. So the East Kenya Union Adventist Muslim Congress will take place at Karura Mission School between 24th and 28th of November 2024. Registration deadline will be on 4th of November. And finally, elders on duty from tonight will be Elder Charles Machoka, Elder Edwin Masese, and Elder Henry Makwara. Tangazo la mwisho ni kwamba Mungu atubariki sote. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for your love and your care. As we transit to the next program, we invite your presence. In Jesus' name we pray. Be silent. Be silent. Be silent, be silent, a whisper is heard. Be silent and listen, oh, treasure each word. Tread softly, the mouth. Kuna inji twanyenyekea miguuni pako tukiwa na wingu wa shukran. Mungu, masaa haya matakatifu twajikabidhi mikononi mwako, uwe pamoja nasi. Tusamehe dhambi na makosa yetu, nitumie kama chombo kwa ajili ya kuleta neno lako,
hili liweze kuisha roho zetu na kutuandaa kwa marejeo yako mara ya pili. Zungumza nami kabla sijazungumza na waja wako. Ndilo ombi letu katika jina tukufu la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Wana wa Mungu na wasalimu, hamjambo? Sabato njema. Amina. Karibu sana. Nawakaribisha kila mmoja wenu, mjisikie mko nyumbani. Leo ni siku ya Sabato, tumeleta matatizo yetu hapa. Kwa hivyo sasa tujiandae. Kabla hatujaanza, ningependa nione wageni wenye wamekuja hapa kwa mara ya kwanza kabisa. Pia karibu na wageni wetu, tafadhali naomba muwasalimie, muwaambie wafanye nini, wakuje siku ingine tena. Wageni wetu mjisikie nyumbani, kwa sababu hapa muko kwa nyumba ya baba wetu. Na ningependa kama itawezekana, kwaya yetu musimame. Women ministry wako kweli? Women ministry, vijana, watoto, tusimame sisi sote. Salimia kanisa tafadhali. Salimia kanisa. Asante, karibu sana, mjisikie mko nyumbani. Alafu ningependa elders mjisikie mko nyumbani. Sitaki kuambia msimame, lakini ningependa Elder Jomo asimame awasalimie kwa niaba ya all elders. Happy day, happy Sabbath. Asante sana. Na ningependa nione Getare Home Judge. Mahali muko tafadhali. Getare Home Judge. Getare Home Judge. Members wa Getare hawako? Wako wapi? Okay. Getare salimia kanisa tafadhali. Asante sana. Getare ndio iko stage na ndio naona huko wanang'ara na uniform. Karibu sana, mjisikie nyumbani. Nimefurahi kwa sababu leo ni Getare iko hapa. Na kwaya yetu, kuna kwaya geni tulialika. Wako wapi? Kwaya Mlimani. Sijawaona. Mlimani muko wapi? Mlimani kwaya, guest kwaya. Sijaona Mlimani guest kwaya. Uko peke yako? Okay, salimia kanisa Mlimani. Hiyo ndio kwaya geni tumealika hapa leo, itatumbukiza na nyimbo na tutafurahia. Asante sana kwa sababu nimeona kila mmoja uso zina tabasamu, ni kama ya muko tayari tu leo kusikia Getare inafanya nini. Lakini karibu sana, tuko kumaliza kutoka huko. Nataka tuingie kwa wenye carry out program kutoka hapa mbele.
Mwenye atasoma key text ni Christine Ochwangi. Christine Ochwangi, simama, salimia watu wa Mungu. Asante Christine. Opening song ni Anderson Momanyi, salimia wana wa Mungu Anderson. Asante, mumesalimika kutoka hapa mbele. Pastoral prayer ni Helda Ruben Matara. Ruben Matara, salimia watu wa Mungu. Thank you so much Matara. Tithe and offering. Hapa ni uko wapi? Tafadhali salimia wana wa Mungu. Asante. Munaitika jameni, amesema happy Sabbath. Happy day. Huyu ni Okinyi, sio mimi niwasalimia, ni Okinyi. Special song Sofia Morigori. Happy day. Happy Sabbath. Asante. Children sermon inaletwa na Elia Jared. Jared, simama Elia, usalimie watu wa Mungu. Mhubiri wa kwanza. Uko wapi? Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Asante. Alafu close, okay. Closing song, alafu closing prayer inaletwa na mgeni, na mgeni ndio naenda kumleta kabla atakuja kufanya hiyo closing prayer. Sign language tuko na Diana Okinyi. Diana Okinyi, salimia watu wa Mungu kwa signs. Good. Thank you so much. Kabla jitambulisha kwa wenye wanijui, lakini najua kila mtu ananijua. Mgeni wetu Anderson Okwali. Wase kwa hivi. Yeah. Mgeni mwenye anamega mkate wa mbinguni leo si mwingine lakini anaitwa Peter Arija. Mgeni sitaki nimwambie asimame. Peter Arija ndiye anatupatia mkate wa leo asubuhi kutoka mbinguni, na wakati wake ukifika ndio atasimama na yeye ajiintroduce kama hako na jina lingine labda anataka kuongeza huko. Lakini mwenye anawa introduce inaitwa Mary Momanyi, ni mshiriki wa kanisa hii. Na wasalimu amjambo. Amjambo tena. Mko tayari kwa samu ni kweli? Mmekaribishwa sana sana. Karibu na Getare Home Church. Thank you so much. God is good and all the time. Somo letu la leo linatoka katika kitabu cha Mathayo 13. Mathayo 13 fungu la 24 hadi 26. Tasoma kwa Kiingereza. Mtafuata kwa lugha zenu, kwa Biblia zenu. Linasoma ni parable of the wheat and tares. Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field. But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went away. But when the blade was sprung up and brought forth fruit, then appeared the tares also. Hilo ndilo somo letu la leo. Mhubiri atafafanua kwa wakati wake. Barikiwe. Hebu na tufungue vitabu zetu za Kristo. Wimbo namba 77. Swahili. Ikiwa umepata, hebu na tusimame tuanze na waimizaji choristers. Wimbo Je, mlinzi ukuta
Tuombe. Mtakatifu na Baba wetu usiye juu mbinguni, tuache miguuni mwako tena asubuhi nyingine njema, sabato yako takatifu Baba. Wana wako wamekuja ili wapate kukuabudu. Tuache jinsi tulivyo Mungu wa mbinguni, tusamee makosa yetu. Unaponena pamoja nasi, neno lako lipate nafasi katika mioyoni mwetu katika asubuhi ya leo. Baba wetu, mnenaji atakaposimama anene kulingana na mapenzi yako na jina lako lipate kuinuliwa. Uwe pamoja nasi tangu sasa mpaka milele katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Happy Sabbath once again. Ni wakati mwingine tunaenda kusimama kujidharisha kwa ajili ya kufanya kukusanya sadaka na tithes and offering. Na kabla tuweze kufanya hilo, ningependa tuweze kufungua Biblia zetu from the book of Mark chapter 3. Mark chapter 3 verse 10. Mark 3:10 inasema hivi: Bring you all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and brew me now herewith, say the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Biblia hii, ili ni andiko ambalo Mungu mwenyewe amesema kwamba tuweze kuleta sadaka na tithes kwa nyumba yake. I believe kwamba Mungu ametubariki wiki mzima. Tumekuwa na shughuli nyingi hapa na pale. Na leo hii ikiwa ni siku ya Sabato, Mungu ametujalia kufika nyumba yake ili tuweze kupokea neno lake, na pia ametusihi tuweze kurudisha kilicho kitakatifu. Hivyo basi ningependa ku request our deacon na deaconesses waweze kusimama ili tuweze kufanya correction. Deacon and deaconesses tuweze kusimama, tuweze kupata ombi, kisha mweze kufanya correction. Hope zote tumesimama, tuweze kufunga macho kwa ombi. Asante Yesu kwa sababu kwa upendo wako tumekutana hapa leo siku ya Sabato kwa ajili ya kuabudu. Na saa hii takatifu tunaenda kuingiza mikono mfukoni mwetu ili tuweze kurudisha na kutolea kilicho kitakatifu. Bwana, tunaomba kwamba wanawako wanapopita kwa umati huu, Mungu waweze kuwabariki, na yote watakao kutolea Bwana waweze kuwabariki. Tumeomba machache tukiamini katika jina la Yesu Kristo ambaye ni mkombozi wetu. Amen. Naomba Milimani Home Church muweze kujipanga tunapoimba namba 202. Milimani Home Church, our guest choir, tafadhali mujipange tunapoendelea kuimba 202. Sikia mlio pesa koponi, zinalia zote kwa Yesu.
Sikia mlio pesa koponi, zinalialia zote kwa Yesu. Kuanguka, kuanguka pesa koponi, kila moja kwako Yesu zipokee. Huanguka pesa toka mikono, sadaka kwa Yesu ya kundi dogo. Kuanguka, kuanguka pesa koponi, kila moja kwako Yesu zipokee. Tulio wadogo tunaapa tu, tuishapo shua pendo tazidi. Kuanguka, kuanguka pesa koponi, kila moja kwako Yesu zipokee. Mali chache tu Bwana hajakawia kutimiza ahadi yake wanavyodhani wengi, bali huvumilia kwetu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Bwana hajakawia kutimiza ahadi yake wanavyodhani wengi, bali huvumilia kwetu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Yuaja mfalme Mwokozi tuliyemsubiri, nalo jeshi kubwa la malaika. Furaha ajabu, ajabu tumekombolewa. Haleluya, na uje Bwana. Yuaja mfalme Mwokozi tuliyemsubiri, nalo jeshi kubwa la malaika. Furaha ajabu, ajabu tumekombolewa. Haleluya, na uje Bwana. Ahadi zake tamu kwa wanaomwamini Bwana, latufariji mioyo, latupoza roho safarini. Akiahidi hutimiza, si kama binadamu, atatenda kwa wakati wake. Ahadi zake tamu kwa wanaomwamini Bwana, latufariji mioyo, latupoza roho safarini. Akiahidi hutimiza, si kama binadamu, atatenda kwa wakati wake.
yuaja mfalme Mwokozi tuliyemsubiri, nalo jeshi kubwa la malaika. Furaha ajabu, ajabu tumekombolewa. Haleluya, na uje Bwana. Yuaja mfalme Mwokozi tuliyemsubiri, nalo jeshi kubwa la malaika. Furaha ajabu, ajabu tumekombolewa. Haleluya, na uje Bwana. Yuaja mfalme Mwokozi tuliyemsubiri, nalo jeshi kubwa la malaika. Furaha ajabu, ajabu tumekombolewa. Haleluya, na uje Bwana. Yuaja mfalme Mwokozi tuliyemsubiri, nalo jeshi kubwa la malaika. Furaha ajabu, ajabu tumekombolewa. Haleluya, na uje Bwana.
kesho kwaya itakuwa na music. Let's ask the special song from Getarum time. What a wonderful day that the Lord has made. Happy Sabbath. Happy day. Welcome to the children's sermon led by primary class.
me. Jesus is always with me. Jesus is always with me. Jesus is always with me. There is a friend who is closer than a brother, better than the best friend I could ever have, right to the end. He will be there like no other. He's the one and only who will see me through. Every day and every night we'll be okay, we'll be alright. And through the darkness, through the light, he'll be our guide. Jesus is always with me. 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 Let's stand as we pray. Our Father who art in heaven, thank you for this time. As we start our children's sermon, start with us and bless us. In Jesus' name we pray and believe. Amen. Last Sabbath, we looked at the first mistake in the Garden of Eden. Today we will journey through the test of love. Welcome. As Eve stood by the tree of knowledge of good and evil, listening to the soft-spoken words of the serpent, the first doubt entered her mind. God said, if she eats, she will die. But the serpent said, she will not die. Who was right? Couldn't be that God had not told them the truth. As she thought this over and over, the serpent followed with another evil thought and said, for God does know that in the day you eat, your eyes shall be opened. You shall be like gods, knowing good and evil. So clearly by this, he suggested that God was being unfair to her and Adam, holding back something that belonged to them, that God was jealous, afraid that they might become as wise as himself. This was so mean of the serpent to say such things for sure, when God had been so good to Adam and Eve. But remember, these friends, that Satan is like that. He is always working against God, always suggesting unkind and hateful things, always trying to make trouble and separate friends. The angels had cautioned Eve not to separate from her husband in her employment, for she might be brought in contact with Satan. If separated from each other, they will be in greater danger than if both were together. The angels also charged them to closely follow the instruction God had given them. We need to be ever on guard against suggestions, tries and wrong things. To learn how it feels or how it tastes, we should not seek to know evil. I repeat, we should not seek to know evil. We are far better off without such knowledge. Little by little, Eve surrendered to Satan's trick. First, she began to doubt God's word. Then this led her to disobey God. The temptation became too much for her to handle. So she reached out her hand, took the fruit, and ate it. Nanitam. She wondered why she had hesitated so long. She gathered more and took it to Adam, explaining what had happened, and he did it. By eating the fruit from the forbidden tree, our first parents disobeyed God. They failed the test.
both of them. And no sooner had they eaten of the fruit, then they knew something had gone wrong. For the first time in their lives, they felt worried. What would God think of them? What would He say of them? There was no joy in Eden anymore. They only wanted to run away and hide. What a pity. Friends, this is the result of disobedience. It just destroys everything. I mean, everything. So basically what you have learned today is that there is only one never-failing test of love. That is obedience. Let's obey. I repeat, let's obey. So obedience is the test of love. Thank you for listening to the children's sermon. We invite you next Sabbath for more lessons. Till then, bye. See you. Let's pray. Our kind and our Holy Father, we thank you for this day. Thank you for your gift of life you have given us. We thank you that you have led us. You have finished our lesson today. In Jesus' name I pray. Amen. Tutaambia watoto wetu nini? Amen, amen. Mumefanya vizuri, mubarikiwe sana. Na wenye mko na watoto wadogo, tafadhali walete kwa Mungu, kwa sababu tunaona sasa hata tukisimama tuende nyumbani watoto wamemaliza mahubiri. Ni wakati sasa wa chakula kutoka mbinguni. Nakaribisha mgeni asimame na aendelee, kwa sababu tulikuwa tumemuintroduce. Pastor. Happy Sabbath. Sabato njema. Mambo mema. Well, I'm humbled to stand before you this Sabbath morning. And I'm so much impressed with the children's story. And actually, I wish each one of us could have listened keenly to hear what the children said. One of them actually said, we should not seek to know evil. I repeat, we should not seek to know evil. What a powerful sermon. May God bless these children in Jesus' name. Well, my name is Pastor Peter Omundi Aricha. I come from the sites of Manga, but I minister at the district known as Rigena, which is in Nyamira Westfield. Well, before I present or I let us know what the Lord has prepared for each one of us, my family came along with me. I don't know where they are seated. Kindly come up front and say hi to the church before we begin. That's my family, my wife and our children. And also part of our families here. We have our younger brother, actually brothers. There is elder Robert Aricha, I don't know where he's seated. That is my younger brother, my follower. Hey, ako huko mbali. Yeye ndiye ananifuata immediate. Na kuna ndugu mwingine, lakini I think I saw his wife. Where is she? Oh, wako huko. Oh,
Yeah, that's my youngest brother. I thought I saw his wife, but he came incognito. Ndio wale wameketi huko, yeye anaitwa Steve Aricha, ndiye kitinda mimba katika familia. So I'm rich. Sasa haja nimpatie mke wangu atusalimie. Happy Sabbath. God is good and all the time. Wow, God is great. Before I say anything, let our youngest daughter say hi to you. She's Happy Sabbath. Happy day. My name is Joy Kwamboka. God is good all the time. My name is Esther Lois Mora. Oh, my name is Monica Kerubo Omundi. May God bless us all during the Sabbath worship. God bless you. Thank you for welcoming us. Yeah, this is my generation. So far, so good. Well, I want to thank the district pastor, Pastor George Morara, for inviting me to come and stand before you. He called me. That's a courtesy call. Kaniambia, Pastor, on behalf of Getare Home Church, you've been invited to come and speak to God's children. I was really impressed, humbled. Because the last time I was here, I don't know, 3, 4, 5 years ago, when Pastor Geoffrey Ombati was here, he also gave me an opportunity to come and minister to you. I don't know whether there are people who might remember, but by that time we were in the church. Somebody can remember? Oh, so at least I have a witness. Thank you, thank you. So this Sabbath again, the Lord has seen it good that I stand before you. I have several friends, elder, don't know whether he has become an elder. You know, sometimes I get confused. Mbongi, don't know whether he's an elder or a deacon or a church member. On behalf of friends, kindly wave to the congregation. Jamaa tulikula biribiri naye kule ngambo. Nimeona hata elder Makworo. Elder, God bless you. God bless you. Several of them. I know quite a number. Elder Oyondi, I know him. I know quite a number. I know Elder Ratemo, quite a number. But allow me to stop there. Elder Combo, yeah. I can mention several of them, but for the sake of time, allow me to stop there and go straight to the word of the Lord. When Pastor called me, aliniambia, you are coming to preach in Kiswahili, so I have to obey. You know, when Pastor tells you, lazima utii. Kwa hivyo, mtaniwia radhi kwa wale ambao labda Kiswahili itawatoroka kidogo, but I believe God will speak to each one of us accordingly to the glory and honor of His holy name. Our heads bowed, our eyes closed as we seek the divine guidance. Father, Lord, we humble our hearts before you with thanksgiving and gratitude in our hearts. Lord, may you anoint my lips and use me accordingly to the glory and honor of your holy name. May your name be glorified, for it is our humble prayer, believing and trusting in Jesus' name. Amen. Our topic for our meditation this Sabbath morning, while you're asleep. While you're asleep. Wakati umelala. Sijui Waswahili kama nimetafsiri vizuri. Wakati umelala.
Wacha niulize watoto. Watoto mpo? Hello? Happy Sabbath? Kwa nini tunalala? Mtoto gani anaweza niambia sababu ya kulala? Kwa nini watu ikifika usiku wanaenda kulala? Kwa nini? Mtoto? Yes? Kupumzika. Hallelujah. Sababu ingine ya kulala? Somebody? Watoto? Naamini huyu mtoto amezungumza. Sababu watu tunaenda kupumzika ni kwa sababu ya uchovu. Na Mungu yeye ndiye aliyeumba usiku na mchana, ili mchana tufanye kazi na usiku tuweze kupumzika na kulala, kwa sababu yeye ndiye aliyeamrisha hivyo. Kwa hivyo unapolala unatulia. Ndio maana Yesu alipokuja hapa duniani alikuwa anaongea kwa mifano, kwa sababu watu walikuwa wazito kwa kusikiza neno lake, na wengine walikuwa wagumu kiroho. Akawatolea mfano mmoja akisema ufalme wa mbingu ama ufalme wa mbinguni, kwa sababu alikuja kutuelekeza, kutuonyesha na kutufahamisha juu ya jambo ambalo lilimleta ulimwenguni. Alianza kwa kusema ufalme wa mbinguni. Hilo ndio lengo kuu. Yesu alikuja duniani ili aweze kulitekeleza, ave kwa ajili ya dhambi zetu, ili mimi na wewe tuwe miongoni ya wale ambao watamlaki mawinguni siku ya marejeo yake, tuende mbinguni, mahala ambapo alienda kutuandalia tuishi naye milele na milele. Haleluya. Ndio maana alianza ufalme wa mbinguni umefananishwa na mtu aliyepanda mbegu njema katika shamba lake. Lakini watu walipolala, watu walipokuwa wamepumzika usiku, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Lakini nafaka ilipoota na kutoa mazao, magugu pia yakaonekana. Watu wamelala, watu wamepumzika kwa ajili ya uchovu, na kwa sababu Mungu ndiye aliyeamrisha, akaja adui mmoja akapanda magugu ndani ya nini? Ya ngano. Yesu lengo lake kuu, alikuja kutuokoa, kutuelekeza na kutuonyesha ufalme wa mbinguni, ufalme wa milele. Yeye lengo lake ni kupanda mbegu njema, mbegu ya furaha, upendo, mbegu ya amani, mbegu ya uvumilivu, mbegu ya utu wema, mbegu ya uaminifu na mbegu ya upole, unyenyekevu na kiasi. Hiyo ndiyo mbegu Yesu alikuja kupanda. Ndio maana mtoto mmoja alisema ya kwamba usithubutu kujua mabaya ama dhambi, kwa sababu itakuadhiri. Yesu yeye alikuja kupanda mbegu njema. Lakini bahati mbaya, watu walipokuwa wamelala, kuamuka wakati mbegu inaota, kuangalia, wakapata magugu ndani ya mbegu. Hata wakaanza kujiuliza moja kwa mwingine, tulipanda mbegu njema, lakini mbona kuna magugu yameonekana ndani ya mbegu? Wakaambia ni adui. Adui ndiye aliyekuja akapanda magugu ndani ya mbegu njema. Singizi, wakati umepumzika, binadamu na wanyama wanapumzika kwa sababu ya uchovu wa kimwili.
Sometimes usingizi hutokea wakati mapigo ya moyo na upumuaji hupungua kwa ngazi zao. Wakati umechoka ama wakati umefika hali ya usingizi, hata roho haipigi kawaida. Misuli haifanyi kazi vile inavyofanya wakati wa mchana na wakati unaendelea kufanya kazi. Unatulia, roho inapiga pole pole, hata kupumua. Kuna watu hata wakilala uwezi ukajua ya kwamba amelala, ametulia tu. Na kuna wengine akilala utajua ukweli mtu amelala. Unaweza fikiria ni trakta inalima, unaweza fikiria ni gari kubwa linapanda mlima, unasikia hiyo ndio hali ya kila mtu. Mungu amembariki kivyake. Kwa hivyo shughuli zote zinasimama. Lakini pia katika usingizi kuna watu ambao wako na matatizo ya usingizi. Kwa madaktari kuna neno tunaita parasomnias. Hii ni tatizo la usingizi. Unapata mtu amelala, lakini anaamka akiwa amelala, anaanza kutembea akiwa amelala, anaanza kutembea. Hata wengine anaingia kitchen, anapika, anakula, anarudi kulala akiwa still katika hali ya usingizi. Kuna wengine wanaongea ndani ya usingizi. Nakumbuka wakati nilikuwa high school, kulikuwa na kijana alikuwa anatangulia mbele sana line ya chakula. Sasa siku moja ni kama hakutangulia. Sasa ikafika usiku, akaanza kuongea na kuzungumza. Kwa nini umenitangulia? Unafikiria we kesho usinitangulie tena? Songa mbele. So akiwa usingizini, songa mbele. Kafika karibu na kusavu, akasaviwa ugali. Kasema, umeniwekea kidogo. Hiyo ni usingizi, akiwa anaongea, akiwa ndani ya usingizi. Mpaka nikashangaa ukweli, watu huongea. Si mmoja, ni wengi. Hata wengine anaweka mambo yote alikuwa avayafanye kwa siku, ikifika usiku anaanza kuyazungumza ndani ya usingizi. That is a problem. I'm not talking about usingizi kama huo. Lengo langu kuu siku ya leo ni kuzungumzia juu ya usingizi wa kiroho. Je, wewe ambaye ni msikilizaji wangu, wewe unayenitazama, wewe unayenisikiza, je, wewe umelala kiroho ama umeamka? Ni mambo yapi unayofanya katika uso wa dunia yanaonyesha wazi kama wewe umelala ama umeamka? Tunapotumia muda wetu vizuri, jinsi Mungu ametupangia, tunapotenda yaliyo mema, tunapotenda yaliyo makusudio ya Kristo Yesu, tukitumia muda wetu vizuri, basi tutaokoa muda wetu kiroho, kwa sababu Yesu anarejesha ufalme wake. Tumeishi nyakati ama tumefika wakati maasi yamejaa katika uso wa dunia. Tunaishi wakati ambapo tuna Wakristo wengi waliokufa kiroho kuliko wale walio hai. Wakati tabia mbaya zimezidi tabia nzuri. Nakumbuka siku mojawapo ya marais wa zamani wa Afrika Kusini ambaye alikuwa anaitwa Jacob Zuma. Siku moja
sijui kama alikuwa anahutubia wachungaji, akasema wakati nilikuwa kijana kanisa zilikuwa chache, Wakristo wachache, wachungaji wachache, na hata maovu na maasi yalikuwa machache. Lakini siku hizi kuna Wakristo wengi, makanisa ni mengi, wachungaji ni wengi, kila town kuna makanisa mengi, lakini pia maovu na maasi yamejaa ulimwenguni. Sasa akauliza wachungaji, shida iko wapi? Shida ipo wapi? Kuna kitu kibaya mahali, kwa sababu it is supposed to be the other way round. Wakati wa Kristo wamekuwa wengi, makanisa yamekuwa mengi, wachungaji ni wengi, hata maasi yanahitaji kupungua. Where did the rain start beating us? Katika Biblia kuna mifano ya kulala. Mfano wa kwanza ni Mwanzo 2:21-22. Inasema ya kwamba Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, akachukua upavu wake na kumfanyia mwanamke. Kwa hivyo mtu wa kwanza ambaye amerekodiwa katika Biblia kuwa na usingizi ambao ni Mungu mwenyewe alimfanya kuwa na usingizi ni Adamu mwenyewe. Lakini kwa sababu Mungu mwenyewe halikuwa na kusudi ya usingizi huo. Mtu wa pili, Samueli wa kwanza 2:12-17 na Samueli wa kwanza 3:10-12. Tunaona tunaona Samueli na vijana wa Eli hapo. Samueli alipozaliwa ikatimia umri fulani, mama yake akamtua, akampeleka mpaka hekaluni jinsi alivyoahidi Mungu, akamweka pale, akaambia Eli ya kwamba niliahidi Mungu akinibariki na kijana nitamleta aende afanye kazi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo nimetekeleza ahadi yangu. Samueli alipokuwa amelala, Mungu akamtokea kwa usingizi, akamuita Samuel, Samuel. Samuel kwa sababu hakuwa anajua ni nani anamuita, akakimbia kwa Eli, akamwambia, baba umeniita? Akamwambia, sija kuita, enendeni ulale. Mara ya pili, Samuel, Samuel. Kakimbia tena kwa Eli, umeniita baba? Sija kuita, nendeni ulale. Mara ya tatu, Samuel, Samuel, umeniita? Akakimbia kwa Eli, akamwambia, baba umeniita? Akasema, sija kuita. Akamwambia, sasa unaposikia sauti useme nipo hapa, zungumza nami Mungu. Samuel, kumbe Mungu alikuwa na makusudio ya kumuita uzingizini, na kusudi kuu alikuwa na unabii kwa ajili ya nyumba ya Eli, kwa vijana wake ambao walikuwa na ufisadi, walikuwa na usherati, uzinzi hata ndani ya hekalu la Mwenyezi Mungu. Ndio maana Mungu alimuita Samueli. Yusufu pia alipokuwa amelala, Mungu akampa ndoto. Hata ngawa ndugu zake walimchukia, lakini Mungu kwa sababu alikuwa na makusudio ya ndoto hizo, ndio maana aliuzwa, lakini Mungu alikuwa ameandaa kuwaokoa ndugu zake wakati wa njaa. Unapoangalia Mwanzo 45 mstari wa 5 inasema ya kwamba Mungu alikuwa amechagua na kumtuma mbele yao kwa ajili ya kuhifadhi maisha yao. Nebukadneza alipokuwa amelala, Mungu alimpa usingizi mzito na ndoto za kinabii ambazo zilikuwa ndoto za vizazi
vingi, na hata ilikuwa ina kizazi baada ya kingine hadi marejeo ya Yesu na ufalme wa milele wa Yesu Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Nebukadneza hakuelewa, lakini kwa sababu Mungu alitaka kuzungumza nazi ambao tunasikiza, ndio maana alimpa ndoto hizo katika uzingizi. Sio huyo tu, Yesu alipokuwa amelala baada ya kazi nzito, wanafunzi wake walikuwa wanapambana na dhoruba bila kujua ya kwamba aliyekuwa na mamlaka ya dhoruba amelala. Wakajaribu wawezavyo, lakini wakashindwa. Ndiposa wakakumbuka, tulikuwa na Yesu, yuko wapi? Wakaenda wakapata amelala, wakamwamsha, Yesu umelala nasi tunaangamia katika dhoruba. Yesu akaamka akakemea dhoruba. Mara nyingi tunapambana na shida zetu. Mara nyingi tuko na matatizo hapa na pale. Mara nyingi tunakumbana na shida si haba, lakini tunamsahau Yesu, ya kwamba Yesu yupo ambaye ndiye jibu la matatizo yetu. Mathayo 25 mstari wa 5 inasema, wanawali wale 10 walipozinzia na kulala, ndipo bwana harusi akaingia usiku wa manane. Kuna wengi ambao tumelala kiroho, na wakati umelala bila kujua ya kwamba marejeo ya Yesu yako karibu. Je, we ni mojawapo ya wale ambao wamelala uzingizini, tungali tunangojea marejeo ya Yesu mara ya pili? Yesu anafananisha mauti kama uzingizi. Wakati rafiki yake ambaye ni Lazaro alipougua na kufa, akaambia wanafunzi wake, twende, rafiki yetu Lazaro amelala, nitakwenda nimwamshe. Wanafunzi wake hawakuelewa, wakasema, kama amelala atapona, atakuwa sawa, ataamka yeye mwenyewe. Lakini akawaambia ya kwamba ndugu yetu, rafiki yetu amelala uzingizi wa mauti. Ndio maana wakati mtu ameaga, tunazungumza kupitia kwa neno la Mwenyezi Mungu ya kwamba haya mauti ni uzingizi wa muda mchache tunapongojea kurudi kwa Yesu mara ya pili. Petro alipozimia uzingizi mchana mweupe, Mungu alimpa maono, na maono hayo ni kwa ajili ya kuhubiria watu wasio wa taifa la Kiyahudi. Petro hakuwa anaelewa, aliona yeye chombo kimeshuka na minyama ya kila aina. Mungu akamwambia, chukueni ua na ule. Petro akasema, hii minyama siwezi nikala, itanitia unajizi. Lakini Mungu akasema, chochote ambacho nimetakaza, hakuna binadamu yeyote atakayesema ni najisi. Petro hakuelewa. Alipozinduka uzingizini, watu walikuwa wamemngoja, ambao walitumwa na Kornelio ambaye hakuwa Myahudi yeye mwenyewe. Kwa ajili ya Mungu alikuwa anataka Kornelio na familia yake uokolewe. Ndio maana Mungu alimzungumzia Petero ili naye ajue ya kwamba kila mtu Mungu amemuumba ili aweze kuokoka. Mara kwa mara tunakuwa na ubaguzi. Labda kabila hili si langu, labda huyu mtu si wa jamii yangu, labda huyu mtu si walika yangu. Lakini Mungu ametuamrisha kila mmoja wetu tuweze kuenenda kote ulimwenguni na kuhubiri injili yake. Tusiwe tumelala kiroho na kuanza ubaguzi hata kanisani. Paulo alipokuwa na ubiri, kulikuwa na kijana mmoja ambaye alikuwa anaitwa Yutiko. Paulo alihubiri mpaka usiku wa manane.
huyu kijana alikuwa ameketi kwa dirisha. We jiulize kwa nini hakuketi ndani ya viti ama mahala ambapo watu wengine walikuwa wamelala. He decided to be at the window, at the edge. Ilipofika usiku wa manane, usingizi ukamlemea. Bahati mbaya ilikuwa orofa ya 3, alianguka chini akafa. Kwa sababu ya nini? Ya uzingizi. Unapolala kiroho, siku moja shetani atakunyemelea na akuangushe chini ufe milele na milele. Jameni, usilale. Sasa swali ni kwamba huu ndio wakati wako wa kulala? Jiulize we mwenyewe, ama ulize rafiki yako, ama ulize jamaa wako, ama ulize ndugu yako. Je, huu ndio wakati wa kulala uzingizini, wakati ishara zinaonyesha wazi marejeo ya Yesu ni karibu? Ona matukio yanayotokea katika uso wa dunia. Juzi tu Ijumaa iliyopita nilienda kusika watoto 3 walikuwa wameangamia kwa moto. 3, 2 wa wazazi wa mzazi ama wazazi mmoja, na mmoja alikuwa nephew. Hawa watoto walikuwa kwa jumba moja usiku wa manane. Sijui, hakuna mtu anayefahamu ni yepi yalitokea, lakini usiku wa manane moto ukatokea katika jumba hicho. Wao watoto hawakuwa na mtu wa kuwasaidia, waliangamia wote 3. Nilichionea kwa macho, ilikuwa jambo la mshangao. Kuna mengi yanatokea katika uso wa dunia. Kuna visa kama hivyo, wengine wanauawa. Mtu anaua mke wake, mwingine anaua mume wake, wengine wanaua watoto wao, wengine wanaua ndugu zao, wengine wanaua majirani. Kuna mambo mengi yanatokea katika uso wa dunia yanaonyesha wazi ya kwamba Yesu yuarejesha ufalme wake, lakini tungali tumelala kiroho. Maovu yamejaa. Ndio maana Yesu alisema katika Mathayo 24:12, kwa sababu ya kuongezeka kwa maasi upendo wa wengi umepoa. Jiulize we mwenyewe, je, we ni mmojawapo wa wale ambao upendo umepoa? Wakati umelala kiroho, adui anapanda gugu la usaliti. Wakati umelala kiroho, adui anapanda gugu la ulevi, gugu la kiburi, gugu la ugomvi, gugu la kupigana kanisani, gugu la utekaji nyara, gugu la mauaji, gugu la mauaji ya kinyama, gugu la kushindana kila wakati. Adui anapanda gugu ndani yako. Wakati umelala kiroho, adui anapanda unyonge, udhaifu wa kusoma neno lake Mwenyezi Mungu na hata maombi. Wakati umelala kiroho, hakuna kuomba. Wakati umelala kiroho, hakuna kusoma neno la Mwenyezi Mungu. Wakati umelala kiroho, kuna kufunja Sabato na kuna uwazi wa hali ya juu. Wakati umelala kiroho, kuna uadui, uwazama, kuzengenyana kanisani, kuna kuharibiana majina kanisani, kuna uzembe na uadui kanisani. Wakati watu wa Kristo wamelala kiroho, wakati wa Kristo wamelala kiroho, kuna uadui na shetani anapanda uchafuko na machafuko ndani ya watoto wetu. Vijana wanaharibika, wanaingia katika usherati, wanaingia katika madawa ya kulevya, matumishi mabaya ya madawa ya kulevya, miadarati, bangi na mengineyo mengi.
kwa sababu wazazi, vijana, watoto tumelala kiroho. Jameni, tunahitaji kuamka. Wakati umelala kiroho, adui anaendelea kuvunja familia zetu. Uaminifu umepungua katika familia zetu. Kuna kutengana, kuna ugomvi na kuna kuvunja ndoa za watu. Wakati umelala kiroho, adui anapanda gugu la ufisadi, gugu la wizi, hata kanisani. Adui anapanda matumizi mabaya ya pesa kanisani. Wakati tumelala kiroho, shetani anaiba mioyo yetu na kupanda gugu la maovu ya hali ya juu na giza nene katika mioyo yetu. Wakati umelala kiroho, yatima na wajane wananyimwa haki zao. Wakati umelala kiroho, kuna usherati na uzinzi kanisani, Wakristo kwa Wakristo. Wakati tumelala kiroho, siasa kanisani, kugombeana uongozi kanisani umekuwa jambo la kawaida. When COVID-19 came, it became a new normal. Na kuna mambo yamekuwa new normal hata kanisani. Yanakuwa ya kawaida tu. Wakati wengine wanashangaa wa kiroho, wengine wanaona ni mambo ya kawaida. Hata anashangaa, kwa nini unashangaa? Jamani, kuna hasara wakati unaruhusu gugu katika maisha yako ya kiroho. Shetani anakuangamiza. Shetani anakudhoofisha. Shetani anakuumiza kiroho. Ni kama magugu yanaopigania nafasi zao, ushindana na mazao kwa maji, madini, nishati na jua, na hatimaye mbegu nzuri, mbegu njema inakufa na uwezo ukapata mazao. Pia tukiruhusu shetani apande maovu ndani yetu, ukweli tutaangamia milele na milele. Ndugu na dada zanguni, jiulize we mwenyewe, ni gugu lipi uko nalo katika maisha yako? Ni yepi tunang'ang'ania katika maisha haya? Je, umeruhusu shetani amepanda gugu, limekudhoofisha, umekuwa kibofu kirohoni, hata uoni mbele wala nyuma? Kuna askari mmoja alikuwa anaitwa Alexander the Great. Huyu Alexander the Great ama Alexander mkuu alikuwa jenerali mkuu wa kijeshi ambaye sifa zake zilikuwa zimeenea kote ulimwenguni. Hakuna vita lingemshinda ama hakuna vita angeshindwa. Siku moja, ilikuwa usiku wa manane, katika kambi lake la kijeshi, akiwa na sare zake rasmi za kijeshi, hakuwa analala. Akaanza kutembea kutoka kambi moja kwenda nyingine, kutoka kambi moja kwenda nyingine. Bahati mbaya akafika kwa jeshi moja, askari mmoja ambaye alikuwa amelala akiwa na nguo zake za ulinzi. Wakati huo ukishikwa umelala na nguo za ulinzi, nguo rasmi ama sare rasmi, hakuna discussion. Unamwagiwa mafuta na unateketezwa papo hapo na kiberiti. Sasa huyu jeshi alipokuwa amelala, huyu Alexander mkuu alikuwa anatembea, instinct ikamwamsha. Akafikiria ya kwamba kuna mtu anatembea kuja kwake. Kuna mtu anatembea kuja kwake.
na akaanza kufungua macho. Alipokuwa amefungua macho, mbele yake akaona Alexander mkuu amesimama. Alipomwona amesimama, na yeye akanyanyuka haraka akasimama tense na akapiga salute. Alexander kwa ghadhabu kuu akamuuliza, askari, yes sir. Unaitwa nani? Akasema, Alexander sir. Alexander akafikiria, kwa sababu alikuwa ndani ya uzingizi, hakusikia swali lake. Kamuuliza mara ya pili, askari. Akasimama, akasema, afande sir, jina lako? Alexander sir. Alexander kasema, kuna shida hapa. Huyu askari alikuwa na uzingizi, na ndio maana hajaelewa swali langu. Sasa akasema lazima amuulize kwa sauti kuu ili amuamshe. Sasa akachikombosi, akamuuliza, askari, yes sir, afande sir, niangalie. Kamuangalia kwa macho, unaniona? Yes sir. We ni mjinga? Yes sir. Jina lako nani? Alexander sir. Alexander akagundua ya kwamba ukweli huyu mtu anaitwa nani? Anaitwa Alexander. Akamuuliza swali, je, unajua adhabu ya kulala ukiwa na sare rasmi? Akasema, afande sir. Akaona yule askari ametetemeka, amesweat. Akamwambia, nimekusamehe lakini usirudie. Akasema, afande sir. Akamwambia, sasa nisikize. Alexander mkuu akamwangalia, akamtazama katika macho yake, akamwambia mambo mawili, sio mambo matatu. Halo? Si mambo matatu. Si mnajua yale mambo matatu? Sio hayo. Lakini yeye alikuwa na mambo mawili. Jambo la kwanza, ubadilishe tabia zako ama ubadilishe jina lako. Mambo mangapi? Mawili. Je, wewe ni Mkristo unaitwa jina la Ukristo, jina la Yesu Kristo? Je, tabia zako, mienendo yako, matamshi yako yanaenenda kulingana na matakwa ya mbinguni? Unaitwa Mkristo. Je, wewe ni mnyenyekevu? Uko na upendo? Uko na uvumilivu? Wewe ni mwaminifu? Ule wimbo ambao tuliimba number 77, wapi chorister? Number 77, the first stanza inasema nini? Je, mlinzi, imba stanza ya kwanza. Stanza 3. Tunaona nuru yake, nyota ya asubuhi, nyota tukufu na safi
Asante. Je, we unafurahia? Umejioji katika mawazo yako, katika maisha yako? Je, unapotazama matukio katika uso wa dunia, je, unajua ya kwamba wokovu ukaribu tangu tulipoanza kuamini? Ukristo wako ukoje? Mimi na wewe tuliobeba jina la Yesu Kristo, ambalo tunaitwa Wakristo, tukiwa sokoni, tukiwa kwa duka, tukiwa kazini, tukiwa tunatembea, tukiwa na marafiki, tukiwa chuoni, tukiwa mahala popote tulipo, je, tunabeba jina hilo la Kristo Yesu na tabia zake? Warumi 13 fungu la 11 mpaka 13. 11 inasema, nanyi fanyeni hivi mkiujua wakati ya kuwa saa ya kuamuka katika uzingizi imekwisha kuwadia. Na kwa maana sasa wokovu wetu hu karibu nasi zaidi kuliko tulipoanza kuamini. Jameni, wokovu wetu uko karibu. Tangu tulipoanza kuamini, tangu haya maneno yaliandikwa, wokovu wetu umekaribia. Uko karibu sana kuliko jana. Usiku umeendelea sana, mjana umekaribia. Basi na tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru. Tuenende kwa adabu kama mchana, si kwa ulavi na ulevi, si katika ufisadi na tamaa mbaya, si kwa ugomvi na usuda. Kama Alexander hakulala, Yesu mwenyewe hakulala. Yesu alikuwa anaomba. Ukiangalia Marko 1:35, alikuwa anaamka asubuhi, alfajiri na mapema, anaenda kuomba. Luka 6:12, Yesu aliomba usiku wote, usiku kucha, bila kulala, kwa sababu ya kazi iliyokuwa mbele yake. Kabla ya kusulubishwa, Yesu alienda Getsemani kuomba. Alienda na wanafunzi wake, lakini bahati mbaya wanafunzi walikuwa wanalala Yesu alipokuwa anaendelea kuomba. Waibrania 7:25 inasema Yesu yuko mbinguni akituombea, lakini wewe huwezi ukajiombea. Wengine tunaenda kwa maombi mbandala, waombaji. Unasikia muombaji yako daraja 2, unakimbia huko. Unasikia muombaji yako sijui wapi Nyanjo, unakimbia huko. Unasikia muombaji yako sijui Chogo, unakimbia huko, badala ya kujiombea we mwenyewe na kutubu dhambi zako. Usiku umeendelea, mchana unakaribia. Tuenende katika njia za nuru, sio njia za giza. Tuvaeni Bwana Yesu Kristo na tusiuangalie mwili hata kuwasha tamaa zake, vile huyu kijana alisema. Waefeso 5:14 mpaka 16 inasema, kwa hiyo asema, amka wewe uzinziaye, ufufuke katika wafu, naye Kristo atakuangazia. Basi angalieni jinsi mnavyoenenda. Wakati mtu anatembea katika njia ya matope na katika njia iliyo safi, ni wakati upi unakuwa mwangalivu? Ni njia gani? Njia ya matope. Unakuwa mwangalivu ili usifanye nini? Usianguke chini. Mara kwa mara tumeenda hata kwa harusi, tunaingia vijijini, tunaingia katika njia zingine, hata kupita inakuwa shida. Vijana wanabeba bibi harusi juu ili asifanye nini? Asichafuke.
Sasa sisi tumejichafua matobeni ya shetani, na Mungu anasema tutoroke kutoka pale. Yesu ametuangazia mwanga wake. Tuangalie jinsi tunavyoenenda, si kama wajinga, bali kama watu wenye hekima, tukiukomboa wakati, kwa sababu maana zama hizi tunamoishi ni zama za uovu. Jamani, tutembee kwa uangalifu, tuenende katika njia za Mwenyezi Mungu, tutembee jinsi Mungu anahitaji. Tuutumie muda wetu vizuri kwa maombi, kwa kusoma neno la Mwenyezi Mungu. Tuutumie muda wetu vizuri kwa kuhubiri neno la Mwenyezi Mungu. Tuchunge mawazo yetu, tuchunge matamshi yetu, tuchunge mienendo yetu. Mbingu inalia inapokuangalia we Mkristo ukitembea katika njia chafu. Tunaonya tutoroke kutoka pale. Tukeshe na kuomba jinsi Yesu alipoambia wanafunzi wake, kesheni na muombe. Mwili ni mdhaifu, hata ingawa roho inakubali, lakini mwili ni mdhaifu. Tukeshe na kuomba, tuenende katika njia za Mwenyezi Mungu, kwa sababu muda tulio nao ni muda wa jioni, wakati Yesu ako karibu kutoka katika kiti chake cha enzi ili aje kutupeleka mbinguni, kututoa katika nchi hii, dunia hii ya uovu, ya magonjwa, ya vifo, dunia ya ugomvi, dunia ya machafuko, dunia mbovu. Yesu anakuhitaji. Maombi yangu kwetu sisi ni kwamba Mungu atusaidie. Mungu atupe nguvu, atupe ujasiri. Tukubali Roho wake Mtakatifu ili aweze kuisha mioyo yetu na matamshi yetu na mienendo yetu na tabia zetu, ili tuweze kuwa mvuto kwa wengine, na kwa pamoja tuweze kuwa tayari kumlaki Yesu mawinguni akirejesha ufalme wake. Mimi na wewe tuwe miongoni ya wale ambao watamlaki mawinguni, kuimba wimbo wa Musa na mwana kondoo, tukienda mji ule alienda kutuandalia, tuishi naye milele na milele. That's my prayer, and I believe that is your prayer. Na kama hilo ndilo ombi lako, ningependa unyanyuke kutoka kwa kiti chako, kwa miguu yako miwili, tusimame. Tunapoimba sura ya stanza ya pili na ya mwisho. Tunapojitayarisha kuona ufalme wa mbinguni, tunapojitayarisha kwa ajili ya ufalme wa mbinguni, unaweza pata kuna mmoja kati yetu
Labda we ni mgonjwa, labda uko na mgonjwa na unahitaji maombi ya kipekee. Labda kuna shida fulani, labda kuna gugu fulani linakusumbua katika maisha yako, na ungependa kulisalimisha kwa Yesu mwenyewe, ili yeye aweze kutembea pamoja nawe na akutayarishe katika mawazo yako, katika maongezi yako, katika tabia zako kwa ajili ya marejeo yake mara ya pili. Kama uko na ombi la kipekee, sijui mahala popote ulipo, yule ambaye anaweza tembea hapa mbele itakuwa sawa. Kama unaweza kutembea hapa mbele, anybody with a special prayer that you need God to intervene in your life. Could be you have a patient somewhere. Could be you yourself. Unaweza kuwa na jambo fulani unalihitaji Mwenyezi Mungu alishughulikie, na kuomba utembee mbele. Na pia kama hujawahi kupokea ubatizo, pia unaweza tembea mbele kwa ajili ya ombi. Pia unahitaji, Mungu anakuhitaji. Mungu ndiye anayejua shida zetu. Mungu ndiye anayejua mawazo yetu. Mungu ndiye anayejua unyonge na udhaifu wetu. Mungu ndiye anayefahamu kinachotusumbua katika mioyo yetu. Pia kama hujawahi kupokea ubatizo, ama kama kwa njia moja ama nyingine umerudi nyuma, pia unaweza tembea mbele, kwa sababu Mungu anakuhitaji. Jamani, kama mtu ametoka mahala ambapo umeketi na ni rafiki yako wa dhati, chunge mizigo yake, sababu kuna wengine wanateka advantage. However, najua kuna CCTV mahali, kwa hivyo unapochukua uchunge. Kwa wale ambao mmekuja mbele, kuna yeyote angependa kupokea ubatizo siku moja? Kuna yeyote ambaye atapokea ubatizo na angependa kupokea ubatizo siku moja? Nyoshe mkono wake juu. Is there anybody? Is there anybody? Okay. Is there anybody? Is there anybody? Naona kuna mkono mmoja. Is there anybody? Just move a step forward. Just a step forward kindly. If there is anybody ambaye anaomba naye siku moja Mungu amsaidie aweze kupokea ubatizo na enende katika njia za Mwenyezi Mungu, naomba just a step forward. Mkono wangu wa kulia, mkono wangu wa kushoto. Wale ambao wangependa kupokea ubatizo, mkono wangu wa kushoto. Na karani wa kanisa kindly take their names as we sing the last stanza. Is there anybody? Kama kuna yeyote ambaye hajawahi kupokea ubatizo na unaomba ya kwamba Mungu akusaidie nawe siku moja uwe miongoni ya wale ambao watamlaki mawinguni, kindly I request you come up front kwa ajili ya kujitayarisha kwa ubatizo wakati wowote kuanzia sasa. Kama kuna yeyote, naomba utembee mbele ili nawe uwe miongoni ya wale ambao watamlaki Yesu siku atakaporejesha ufalme wake. Kindly church clerk take their names as we sing number stanza 4. Stanza 4. Kama upo upande huu unaweza kuja upande huu, wala ambao hawatapokea ubatizo. Twende mbele kwa upesi.
tukiwa tumetulia. Kama we pia ungeweza kufika hapa, tunapoomba tonyosha mkono wako juu kwa ajili la ombi la kipekee. Tunaomba. Baba Mungu wetu, muumba wa mbingu na nchi, wewe ndiye msaada wetu, wewe ndiwe ngao letu, wewe ndiye mwokozi wetu, wewe ndiye tabibu mkuu, na wewe ndiye unaye mamlaka ya mambo na matukio yote yanayotokea katika uso wa dunia. Baba Mungu, sifa na utukufu zikurudie milele na milele. Asante kwa sababu ya umbali huu ambao umetuleta Jehova. Asante kwa sababu ya kibaji cha uhai. Asante kwa sababu ya kumtuma mwanao Yesu Kristo kufa kwa ajili ya dhambi zetu, ili aweze kutuokoa kutokana na kuangamia milele. Mungu, asante kwa sababu umezungumza nasi siku ya leo, kwa sababu shetani anatuandama, anatutafuta kila kuchao. Yeye amepanda magugu kati yetu, lakini Yesu, kwa sababu wewe ndiye muweza, tunaomba umkemee katika jina lako tukufu. Mungu, tushike mikono, tembea pamoja nasi. Giza ni nene, uovu umejaa, maasi yamejaa, na Mungu, bila wewe hatutashinda. Baba, tunaomba utushike mikono yetu. Wote ambao wamekuja hapa mbele, Baba, kila mtu amekuja akiwa na sababu na tatizo na haja mbalimbali. Mungu, na wakabidhi wote mikononi mwako. Unafahamu kila mmoja, wa kike na wa kiume, vijana na watoto. Unafahamu mawazo yao na unafahamu tabia zao. Baba, kama kuna yeyote ambaye ni mgonjwa kati yetu, tunaomba uponyaji katika jina la Yesu. Kama kuna yeyote ambaye ako na mgonjwa hospitalini na hata nyumbani, tunaomba uponyaji katika jina la Yesu. Kama kuna yeyote ndoa yake imeporomoka na inaenda kufunjika, Baba, tunaomba uiokoe katika jina la Yesu. Kwa sababu shetani anaweza kuwa amepanda gugu la usherati na uzinzi, ugomvi, vita. Baba, tunaomba ukemee hayo yote katika jina la Yesu. Kuna wengine watoto wao wameingia katika madawa ya kulevi, miadarati na bangi. Baba, tunaomba ukemee katika jina la Yesu, ili hao watoto waenende katika njia zako na mapito yako. Kuna wengine waume zao wameingia katika ulevi, ulavi, usherati. Baba, tunaomba waokoe kutoka kwao, ili Mungu, tabia za kishetani usikemee katika jina lako kuu. Baba, kuna wengine ambao wako na shida ya kifedha. Baba, tunaomba ufungue njia zako, kwa sababu we ndiye muweza. Fedha na dhahabu zinatoka kwako. Baba, tunaomba ufungue njia zako. Wengine hawana kazi, wengine wanatafuta kazi ya kufanya. Baba, tunaomba ufungue njia zako, wamimininie mibaraka yako tele, na jina lako liendelee kutukuzwa na kuhimidiwa milele. Baba, wengine hawana makazi. Baba, tunaomba ufungue njia zako ili wawe na makazi na jina lako liendelee kutukuzwa. Ubariki kila mshiriki katika kanisa hili. Mahitaji mengine ambayo singeweza kuyataja, Mungu unayajua. Baba, tunaomba uyatimize kwa utukufu wa jina lako, na jina lako liendelee kutukuzwa milele na milele.
unajua haja zao, unajua mahitaji yao, unajua unyonge wao. Baba, tunaomba uwatembelee sasa hivi. Watakapotoka hapa, wawe na amani katika mioyo yao, wawe na imani katika mioyo yao, na wawe na matumaini licha ya kwamba wanaumia. Mungu utawatatulia shida zao, na jina lako litaendelea kutukuzwa milele na milele. Kuna wengine ambao wamejitoa. Baba, tunaomba pia wawaguse ili waweze kutembea na kuenenda katika njia zako. Na hata wale ambao wangeweza kufika hapa mbele, wamenyosha mikono yao juu. Baba, ona hiyo mikono ambayo imenyoshwa, na uwabariki, wafikie katika mahitaji yao yote, na jina lako liendelee kutukuzwa. Kama kuna mwingine ambaye labda kwa njia moja ama nyingine anapambana na dhambi fulani, Baba, tunaomba umuokoe. Samehe dhambi na makosa yetu, tuhesabie haki, na utukumbuke katika ufalme wa mbinguni. Kuna wengine ambao wako na matarajio mbalimbali. Baba, tunaomba watimizie. Bariki wazee wa kanisa hili, bariki pastor wa kanisa hili, bariki wakubwa kwa wadogo, wazee kwa wamama, vijana kwa watoto. Kila mmoja umtimizie hitaji lake, na jina lako liendelee kutukuzwa. Asante Mungu, tuandae kwa marejeo yako mara ya pili. Asante kwa yote na vyote, kwa maana tumeomba tukiamini ya kwamba umesikia ombi letu. Ni katika jina tukufu la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Kila mmoja aseme amen. Get the point. Take a step forward. Tunapotawanyika, wacha Elda tupatie tangazo. Asanteni sana wale ambao walikuwa kutane Home Churches ya Mwembe. Ya pili ni Kenya Binge, na ya tatu ni Industrial Area. Kumbuka kukutana. Tangazo la kwanza lilikuwa kwamba tukumbushane tu, kama ulikalia kiti ukiweke pale karibu na mlango wa kanisa, muweke ndani ya kanisa. Mungu atubariki. Tuko na afternoon service ambao tutaifanyia ndani ya kanisa. Mkienda lunch, tafadhali kumbuka kurudi. Mungu atubariki. Central Home Church pia mkutane hapa upande wangu wa kushoto hapa. Asante. Pia kuna kamati ya harusi ya wenzetu ambao ni deaf, our possibility. Kuna wale tuliahidi kuwasaidia, tunakutana sasa hivi kwa muda mfupi. Igaiga bago ikaransa tuje tuwa support. Harusi itakuwa December, ya hawa wenzetu ambao hawasikii, hawaongei wawili. Tumewakaribisha. Karibu sana. Tutakutana hapa kwa muda mfupi tu. Kila mmoja amealikwa ikiwa utapata nafasi. Kesho kuna music fair hapa ya station. Kuna kwaya nyingi zitakuja, karibia kwaya 50 na zaidi. Ikiwa wewe ni mpenda nyimbo, umekaribishwa kesho kuanzia saa 2 hadi jioni. There will be music here from all station choirs. Music without backup. Wasasi wa watoto mkutane, wale ambao walikutana Sabato iliyopita na wengine ambao hawakuja, tafadhali mkutane pamoja na walimu wa watoto pande ile.